Kuna watu ambao wako hapa wameungama dhambi zao, lakini hawajatubu na kusema Bwana nisaidie nigeuke kabisa. Amen. Ni mtu mpya kabisa. Zangai. Habari no. Yage baba, yage baba. Mpendwa mtazamaji wetu, tunakushukuru sana kwa kuichagua chaneli ya Jimbo la Kilimanjaro Kati, na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, tafadhali bonyeza sehemu iliyoandikwa subscribe ili wa kwanza kupata matukio mbalimbali tunapoweka katika chaneli yetu hii. Zangai. Habari no. Karibuni. Na tuianze ibada hii katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Yeah.
kuomba mkombozi na mfariji wetu, tumekusanyika mahali hapa kukuabudu katika roho na kweli. Tunakuomba kwa unyenyekevu ufungue mioyo yetu ili tuweze kupokea mahubiri ya neno lako, tuweze kutubu dhambi zetu na kukuamini katika Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wetu pekee, na tupate kukua katika neema ya utakatifu. Utusikie kwa ajili yake. Amen. Bwana Mungu wetu yuko hapa, yupo pamoja nasi. Tumche, tumsujudie na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake akisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote, na umpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, mtu akisema kwamba hana dhambi anajidanganya, wala kweli ya Mungu haimo ndani mwake. Lakini tukizungama dhambi zetu na kuzitubia, yeye Mungu ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee na dhambi zetu zote. Kwa unyenyekevu tumngalie Mungu dhambi zetu. Mwenyezi Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika wanadamu, ungama mbele zako dhambi zangu zote nilizofanya kwa kuwaza, kunena na kutenda, niliyokasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na jehanamu. Lakini nazitia dhambi zangu na kutubu kweli, usikipa rehema yako Mungu, unihurumie na kuokoa. Mimi niliye maskini na mwenye dhambi, Ee Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike moyo mpya. Mpendwa, programu hili likiwa ni la kweli na ukitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili ya Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo na kutangazia kuwa Mungu amekusamehe dhambi zako zote, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kumshukuru Mungu wa mbinguni kwa siku hii ya kipekee ambayo Mungu ameifanya tuwe hivi tulivyo kwa sababu ya neema yake. Lakini jambo la pili, tumekusanyika hapa kwa ajili ya ibada maalum ya kumuomba Mungu kwa ajili ya toba. Lakini wakati mwingine, kila wakati na kila saa, mioyo yetu lazima tujiongee katika kumtafuta Mungu, lakini pia kufanya toba. Na ndio maana tuko hapa leo, na kama mara ya kwanza, kama sio kwa mara nyingine, basi tukasali katika jengo hili. Ni leo, pamoja na kwamba tunafanya toba, lakini tuliomba pia iwe ni shukrani yetu kwa Mungu, kumshukuru Mungu. Mtakumbuka Mungu ametupitisha katika nyakati mbalimbali ambazo yamegusa maisha yetu, na pengine wakisi huo tukasema pamoja na toba hii, kila mmoja kwa namna ambavyo Mungu amembariki, tufike katika kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu asante, na pengine kwa ajili ya toba hiyo, ili tuweze kusonga tena mbele, lakini pia tusonge mbele katika usharika wetu. Amen. 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 Sasa kwa unyenyekevu mkubwa na kwa heshima na kwa niaba ya usharika huu, nichukue nafasi hii kuwatambulisha na kuwakaribisha wageni ambao wametufikia katika usharika wetu. Na kama ambavyo mmesikia kwenye matangazo, na ofisi ya jimbo nzima iko hapa leo. Kwa unyenyekevu mkubwa, naomba nimtambulishe kwenu Mchungaji Israeli Moshi, mkuu wa pili wa jimbo, mwenyekiti wa misioni na uinjilisti katika jimbo letu, na mchungaji kiongozi usharika wa Majengo. Baba, karibu sana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Misi Sengai. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kipekee katika ibada hii. Tuko na mkuu wetu wa jimbo la Kilimanjaro Kati, Mchungaji Jameson Rema. Karibu sana baba yetu. Mesesi Yesu. Amen. Habari no? Nimekuja tena. Amen. Ashenale. Amen.
Amen. Yage baba, yage baba, Tumekushukuru Bwana kwa sababu umetupa vinywa ili tukuimbie nyimbo za sifa. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao wamekusanyika hapa, wa kiume na wa kike. Bwana, toka tulipoingia mahali hapa umezisikia nyimbo za watoto wako, Mfalme. Basi Mungu, tunaomba zipate kufika katika kiti chako cha enzi. Nayo Mungu, utumiminie baraka ambazo zinatoka juu kwa utukufu wa jina lako. Basi Mungu, ukambariki kila mmoja aliyefika mahali hapa, ukaseme na moyo wake, ukaseme na maisha yake, Bwana. Ukaseme na ushirika huu ambao Mungu umeununua kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo mwanao, ambaye ni Bwana, ni Mwokozi wa maisha yetu. Baba mtakatifu, naomba kusanyiko hili lote lilokusanyika hapa lisirudi kama lilivyokuja, maana Bwana umekusudia kulibariki kwa utukufu wa jina lako Yesu. Asante Bwana, maana utanitumia kama chombo chako, ili watoto wako wabarikiwe sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. 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 Neno la Mungu tulilopewa leo, Warumi sura ya 8 mstari wa 12 mpaka wa 17. Na watangulia kusoma katika jina la Bwana. Amen. Basi kama ni hivyo, ndugu, tu wadeni, si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto wa Mungu, kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenyekiti wa kanda, mchungaji Walanjo na mchungaji kiongozi wa ushirika huu, msharika wa Newland, mheshimiwa mkuu wa pili wa jimbo letu, watumishi wote mliopo, washarika wote kabisa wa Magadini, Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mesisi angai. Ninamshukuru Mungu ambaye amenipa tena neema ya kuja kuabudu na ninyi katika ibada hii maalum. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina taarifa zenu jinsi ambavyo mmeendelea kumtumikia Mungu na kusonga mbele. Amen. Pigeni Bwana makofi kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Tufuata taarifa ambazo zimetolewa, kwa kweli mjongeo, yaani maendeleo ya sharika huu yanaongezeka siku kwa siku. Amen. Nawashukuru sana. Ndugu wapendwa, tumekusanyika hapa si ibada ya kawaida kama nimesema mchungaji, ni ibada yenye kusudi maalum. Ibada ya kuvunja minyororo. Mbona jina lako minyororo? Minyororo. Kuvunja laana. Mwambie kwa nguvu, kuvunja laana. Kuvunja laana. Na kuanzisha mwanzo mpya katika usharika wetu wa Magadini. Mwambie jirani yako, leo basi. Leo basi. Leo mwisho. Leo mwisho. Nyosha mkono mwambie leo mwisho. Leo mwisho. Kuna nyakati ambazo usharika haukui kiroho. Unaanza safari, unafika mahali unadumaa. Maana tunajua hata wewe mzazi ulioko hapa, ukipata mtoto
unategemea atafanyaje? Atakuwa, si ndio? Haendelee kubaki kuwa mtoto. Na kama anabaki kuendelea kuwa mtoto, uwe na hakika ana tatizo, si ndio? Kwa jinsi ya kawaida lazima utaona anasogea. Rafiki yangu hapa Gideoni, namkumbuka alipokuwa anachezaga wakati ule hapa, leo hii anaongoza vyombo. Amina. Si amekuwa jamani? Kwa rafiki yangu, njoo nikupe pole rafiki yangu. Unajua huyu ni rafiki yangu mkubwa na tumepewa habari zake hapa kwamba baba yake kaitwa mbinguni. Usiogope mwanangu, baba yako ametangulia mbinguni, sawa? Amen. Atakuombea baadaye. Ana roho wa Bwana, ndio maana amekuja hapa. Amen. Angekaa nyumbani akiomboleza, lakini akasema ngoja nikamsifu Mungu pamoja na wengine. Maana baba ametangulia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Gideoni nilipomuona wakati ule akicheza vizuri, angebaki pale pale, tungejiuliza kwa nini? Kwa nini haongezeki? Unashangaa usharika haukui kiroho, lakini haukui kimaendeleo, hata miundombinu yake inabaki pale pale. Sio jambo la kawaida. Sawa sawa ndugu zangu. Sio jambo la namna gani? Nimesikia taarifa hapa eti mzee baki milioni. Mpigeni Bwana makofi jamani. Usifikiri jambo la kawaida, kuna jambo la kiroho linafanyaje? Linatokea. Hata wazo la kusema tukaa hapa tumlilie Mungu, kama waimbaji walivyosema, rarueni mioyo yenu, si wazo la kawaida, ni wazo ambalo limeshuka kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi nawaambia leo kutazaliwa magadini mpya leo. Haibaki, haiwezekani rafiki yangu pale alibatizwa kwenye lile jengo pale, eti jengo liko mpaka leo. Tunasema kwa jina la Yesu lazima ifike mwisho. Bure ni mfano, tuna wengine wengi. Kwa nini ibaki mpaka leo? Kuna kitu gani? Yaani uzaliwe nyumba ya matope. Uzaliwe nyumba ya matope, usome nyumba ya matope, uolee nyumba ya matope, ufie nyumba ya matope. Haiwezekani kwa jina la Yesu. Haiwezekani. Lazima watu walale kwenye nyumba ya kisasa. Lazima. Maana hao ni watoto wa nani? Wa Mungu. Ni warithi wa baraka kama wengine. Kabisa. Ziwa liko hapa, Bwana kaeka maji hapa, eti watu wabaki kwenye nyumba za matope. Na kuambia kwa jina la Bwana tutakuja utakute majumba yamejaa hapa makubwa sana hapa. Na zile barabara nyeusi zitapita mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwambie yako leo ni basi. Leo ni basi. Ndugu zangu, hapo ndipo tunapotambua, tukiona mambo ya namna hiyo, tunatambua kwamba kuna mizigo. Ndugu wapendwa, tumekusanyika hapa si ibada ya kawaida. Kama nimesema mchungaji, ni ibada yenye kusudi maalum. Ibada ya kuvunja minyororo. Mbona yako minyororo? Kuvunja laana. Mwambie kwa nguvu, kuvunja laana. Kuvunja laana. Na kuanzisha mwanzo mpya katika usharika wetu wa magadini. Mwambie jirani yako, leo basi. Leo basi. Leo mwisho. Leo mwisho. Nyosha mkono wako, mwambie leo mwisho. Leo mwisho. Mwambie uko tayari? Uko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna nyakati ambazo usharika haukui kiroho. Unaanza safari, unafika mahali unadumaa. Maana tunajua hata wewe mzazi ulioko hapa, ukipata mtoto unategemea atafanyaje? Atakuwa, si ndio? Haendelee kubaki kuwa mtoto. Na kama anabaki kuendelea kuwa mtoto, uwe na hakika ana tatizo, si ndio? Kwa jinsi ya kawaida lazima utaona anasogea. Rafiki yangu hapa Gideoni, namkumbuka alipokuwa anachezaga wakati ule hapa, leo hii anaongoza vyombo. Amina. Si amekuwa jamani? Kwa rafiki yangu, njoo nikupe pole rafiki yangu. Unajua huyu ni rafiki yangu mkubwa na tumepewa habari zake hapa kwamba baba yake kaitwa mbinguni. Usiogope mwanangu, baba yako ametangulia mbinguni, sawa? Amen. Atakuombea baadaye. Amen.
ana roho wa Bwana, ndio maana amekuja hapa. Angekaa nyumbani akiomboleza, lakini akasema ngoja nikamsifu Mungu pamoja na wengine, maana baba ametangulia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Gideoni nilipomuona wakati ule akicheza vizuri, angebaki pale pale, tungejiuliza kwa nini? Kwa nini haongezeki? Unashangaa usharika haukui kiroho, lakini haukui kimaendeleo. Hata miundombinu yake inabaki pale pale. Sio jambo la kawaida. Sawa sawa ndugu zangu. Sio jambo la namna gani? Nimesikia taarifa hapa eti mzee baki milioni. Mpigeni bwana makofi jamani. Usifikiri jambo la kawaida, kuna jambo la kiroho linafanyaje? Linatokea. Hata wazo la kusema tukaa hapa tumlilie Mungu, kama waimbaji walivyosema, rarueni mioyo yenu, si wazo la kawaida, ni wazo ambalo limeshuka kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Na mimi nawaambia leo kutazaliwa magadini mpya leo. Haibaki, haiwezekani rafiki yangu pale alibatizwa kwenye lile jengo pale, eti jengo liko mpaka leo. Tunasema kwa jina la Yesu lazima ifike mwisho. Ule ni mfano, tuna wengine wengi. Kwa nini ibaki mpaka leo? Kuna kitu gani? Yaani uzaliwe nyumba ya matope. Uzaliwe nyumba ya matope, usome nyumba ya matope, uolee nyumba ya matope, ufie nyumba ya matope. Haiwezekani kwa jina la Yesu. Haiwezekani. Lazima watu walale kwenye nyumba ya kisasa. Lazima. Maana hao ni watoto wa nani? Wa Mungu. Ni warithi wa baraka kama wengine. Kabisa. Ziwa liko hapa, Bwana kaeka maji hapa, eti watu wabaki kwenye nyumba za matope. Na kuambia kwa jina la Bwana tutakuta majumba yamejaa hapa makubwa sana hapa. Na zile barabara nyeusi zitapita mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie yako leo ni basi. Ndugu zangu, hapo ndipo tunapotambua, tukiona mambo ya namna hiyo, tunatambua ya kwamba kuna mizito isiyoonekana ambayo watu wameibeba. Mizigo mizito, laana, vifungo vya kiroho au mifumo mibaya iliyorithiwa au kujijenga kwa miaka mingi. Wewe unasikia mtu anasema, kwenye nyumba ile hajawahi kwenda mtu sekondari. Au unasema ni kawaida. Ni kawaida yao. Hawaendaji wapi? Sekondari. Akitokea mtu aliyekwenda sekondari, labda ni mtoto wa mjomba. Mwingine yako leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Watakwenda mpaka chuo kikuu cha Dodoma, watakwenda Dar es Salaam, watakwenda kila mahali. Watatoka watu hapa watakwenda Oxford Uingereza. Watakwenda Washington DC. Maana damu ya Yesu imevunja laana zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya Kristo tunakuwa watu wapya. Wapya kabisa. Wapya kabisa. Nazungumza mambo matano. La mwisho ni la muhimu sana. Haya mengine ni ya muhimu, ila mwisho ni la kutenda hapa. Na mwisho tutashiriki mwili na damu ya Yesu Kristo ambayo ndio inasafisha kila kitu ambacho tumetokea katika yetu. Jambo la kwanza, Mungu ni mtakatifu na anataka watu wake waishi katika utakatifu. Maana laana haiwezi kuondoka kama hakuna nini? Hakuna utakatifu. Na Mungu tunayemwabudu na kumsifu na kumtumikia ni Mungu mtakatifu. Biblia inasema Bwana ni mtakatifu. Zaburi ile tuliyosoma, Zaburi ya 99 kama unaikumbuka.
Tulisoma Zaburi ya 99 pale pamoja. Tukasema ule mstari wa 9, mtukuzeni Bwana Mungu wetu, sujuduni mkiukabili mlima wake mtakatifu, maana Bwana Mungu wetu ndiye mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Laana nyingi zina mizizi katika mambo yafuatayo. Usikilize vizuri, maana itakusaidia. Laana nyingi, mzizi wake wa kwanza ni dhambi za wazi ama zilizofichika. Maana laana haikai katika utakatifu. Amen. Amen. Dhambi za siri, dhambi za wazi ambazo zitubiwi, hizo ni mzizi wa laana. Mzizi wa pili ni maisha yasiyompendeza Mungu. Kuishi maisha ya ovyo, kuishi maisha ya kimataifa. Watu wamebatizwa, watu wanaabudu kanisani, lakini wanaishi kama vile hawajawahi kusikia kabisa neno la Mungu. Kubatizwa peke yake haitoshi. Usipokubali kukulia maisha ya wokovu, laana zitakuandama. Haziwezi kuondoka usipoishi sawa sana makusudi ya Mungu. Lakini jambo mzizi mwingine ni kukosa hofu ya Mungu, kukosa kicho cha Kristo, kukosa unyenyekevu. Maana kuna watu wanazoelea dhambi inakuwa ni maisha ya kawaida kabisa. Hawana hofu ya Mungu. Hawana hofu. Kama huna hofu ya Mungu, hakuna jinsi ambavyo utaepuka laana. Kwa hiyo niwaambie, Mungu hataki tu ibada. Utaniambia, mchungaji, mbona nakujaga kanisani? Sawa. Unaweza unakuja kanisani sio tu kuja na sadaka unatoa. Si sadaka tu na kuimba unaimba. Sio kuimba tu na kiongozi ni kiongozi. Lakini kama Yesu si Bwana, laana zitatembea na wewe. Mwambie jina lako leo ni basi. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu sio kwamba anataka ibada tu. Ndio maana maandiko yanasema kuna watu wananiabudu na kuniimbia kwa midomo tu, lakini mioyo yao iko wapi? Iko mbali na mimi. Anakuja kanisani, akitoka na matungulia, anaendelea nayo. Mungu hachanganywi. Mwambie jina lako, Mungu hachanganywi. Mwambie hata kama hutaki, mwambie Mungu hachanganywi. Na leo ni basi. Mungu anataka maisha safi. Maisha safi. Na ukweli muhimu ni huu hapa. Huwezi kuishi mbali na Mungu halafu utegemee baraka zake. Huwezi. Kwa mfano rafiki yangu Gideon, moto unawaka hapa, unatetemeka baridi hapa, utapata joto? Gideon niambia, utapata joto mwanangu? Amesema huwezi kupata joto. Lazima usogee kwenye nini? Kwenye moto. Hatua ya kwanza ya kuvunja laana ni kurudi katika utakatifu. Mwambie jirani yako, rudi kwenye utakatifu. Mwambie aje kusikia, rudi kwenye utakatifu. Usimwangalie kwa pembeni, mwangalie machoni mwake kabisa. Mwambie rudi. Rudi sasa. Maana leo ni basi. Bwana amani na watu wote. Na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asifanyaje? Asipokuwa nao. Huwezi kumwona Mungu usipokuwa na utakatifu. Jambo la pili, Mungu anarejesha na kutakasa watu. Lugha iliyo safi, wapate kuliitia jina la Bwana, wamtumikie kwa nia moja. Maana toka nchi iliyo mbali na mito ya Kushi, waniombao dua, yaani binti za watu wangu waliotawanyika, wataleta matoleo yangu. Siku ile hutatahayarika matendo yako yote ulioniasi. Maana hapo nitawaondoa watu wako wanaotakabari na kujivuna, wasiwe kati yako. Wala hutatakabari tena katika mlima wangu mtakatifu. Lakini, sikiliza vizuri,
lakini nitasaza ndani yako watu walioonewa na masikini, nao watakaolitumainia jina la nani? Jina la Bwana. Mabaki ya Israeli hawatatenda uovu wala kusema uongo, wala ulimi wa hadaa hautaonekana kinywani mwao, kwa maana watakula na kulala, wala hapana mtu atakayewaogofya. Mwambie jirani yako, hutaogopa tena. Mwambie hutaogopa tena kwa jina la Bwana. Maana Bwana atakutakasa, atakufanya kuwa chombo kipya. Hapa kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, inahitajika mabadiliko ya ndani. Mungu anataka kutengeneza. Anaposema anataka kutengeneza, ni matengenezo ya ndani, kutengeneza moyo, akutengeneze moyo wako. Maana bila moyo wako kutengenezeka, hutaweza kuepuka laana. Na nikwambie, laana zingine umezirithi bila kujua. Maana roho uliorithi ndio inayotembea na wewe. Kama kuna watu walikuwa wenye laana katika ukoo wako, na hiyo cheni haijakatwa kwa damu ya Yesu, hiyo unatembea nayo. Unawezekana kabisa kuna mambo unayafanya kwenye maisha yako, unajiuliza hivi, kwa nini? Una matabia ya ajabu, hata upendi kuyafanya matabia hayo. Unajiuliza yametoka wapi? Kila wakati unatamani kufanya mambo mazuri, kumbe kuna mbegu ulioirithi. Na leo nakwambia kwa jina la Yesu, basi watu watashangaa. Amen. Watu ni wale wale, lakini nguvu za Mungu sio zile zile. Ni nguvu za ajabu zitashuka juu yao. Amen. 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 Wangapi wanaamini pamoja nami? Mpe Yesu makofi ya shukrani, makofi mazuri. Kutotokea umoja wa ajabu katika usharika wetu. Hakutaitwa tena wengine wa Korongo, wala wa Ngorikasi, wala Magadini, wala siyo wa Majengo. Wote tutaitwa kwa jina moja, Magadini. Magadini mpya kwa jina la Yesu. Maana Yesu anakwenda kutengeneza mioyo ambayo itafanya maajabu mahali hapa. Kuna watu walikuwa hawajawahi kutoa dume la ng'ombe. Mtaona madume ya ng'ombe yakija hapa, yakitikisa ile sisi hapa. Kwa nini? Bwana amegusa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu walikuwa wanamletea Bwana dagaa. Na kuambia kuna masamaki yatakuja hapa yakitesa yakiwa hai, yanakuja mpaka hapa. Kwa nini? Bwana amegusa watu wake, amefanya matengenezo, na yakitokea mambo makubwa. Na watu niwaambie wa miji mingine watasikia mwangwi, watakuja Magadini, watasema ni kitu gani mnafanya hapa, na wao watajikuta wameungana na ninyi. Mambo makubwa ya ajabu yatatokea. Haleluya. Bwana asifiwe. Maana mahali ambapo Bwana alimepatakasa, hakuna mtu wa kupata laani. Amina. Hujaelewa? Nakwambia Bwana akiamua kukubariki, hakuna mtu wa kukulaani. Maana baraka za Bwana haziguswi na laana za mwanadamu. Amen. Damu ya Yesu inazidi damu ya mafahali. Inazidi damu ya kondoo dume. Maana ni damu itakasayo, ni damu inayoponya, ni damu inayofuta. Na leo tutashiriki damu hiyo hapa. Mwambie jirani yako, jiandae. Jiandae. Inayoponya magonjwa, inayoondoa magomvi, inayoleta umoja. Tutashiriki pamoja hapa. Kwa jirani yako, jiandae. Lakini Mungu atarejesha unyenyekevu. Watu wataacha kiburi. Maana kuna watu wenye kiburi. Mahali penye laana, ishara moja hapo nini? Kiburi. Mtu anamwambia njoo kanisani, anasema kuna nini huko kanisani? Kwani wewe toka umeenda umepata nini? Kiburi. Kiburi leo ni basi. Mwambie yako basi. Bwana asifiwe sana. Watu wengine wako kule kwenye mlimani kule, watateremka wenyewe. Maana kiburi basi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu walikuwa wanaimba kwaya, wakapata sauti nzuri, wakaanza kuwa na kiburi. Wanajifanya msiponiita siji. Msipolipia bodaboda siji. Kiburi basi. Watakuja hapa, kwaya itajaa kutoka kona ile mpaka kona ile pale. Maana kiburi kimezikwa na damu ya Yesu.
Ndugu zangu, laana nyingi zinadumu kwa sababu gani? Kwa sababu ya kiburi. Kiburi kinafanya laana idumu. Unajua Bwana anataka unyenyekevu tu. Anataka unyenyekevu. Anataka unyenyekevu. Mkumbukeni yule kamanda Naaman. Naaman aliugua ukoma. Si mnakumbuka? Sio ambao wangepaswa kuwa nao. Hata kama wana ng'ombe, hizo ng'ombe sio ambazo wangepaswa kuwa nazo, wangepaswa kuwa na nyingi zaidi. Lakini kwa kukosa unyenyekevu wanaweza ndogo. Tena nyingine zinakufa, nyingine zinakonda. Hazina hata maziwa. Si ni kweli? Una ng'ombe 50, unatoka hapo na lita 2. Hizo ni ng'ombe kweli? Kuna mwenzako ana ng'ombe 2 tu, lakini jioni ana maziwa 30, lita 30. Kwa wiki ni ngapi hizo? Kupiga hesabu yako. Lakini mwaka mzima hizo za wiki unaona usanya mwaka mzima. Kwa jina la Yesu utashangaa. Bwana asifiwe sana. Atashusha hicho kiburi kwa damu ya Yesu leo, na huyo mtu wala hajijui, lakini Bwana atamnyenyekeza. Atamfanya kuwa chombo chake. Huyo Naaman amerudi akiwa mzima, akaendelea na kazi ya kulinda taifa lake. Na hapa kuna watu ambao Bwana atawanyenyekeza na kuwainua. Nikwambie, inawezekana hujui hata kama una kiburi. Inawezekana kabisa. Maana hata nikikwambia una kiburi utakasirika. Nani anapenda kuambiwa una kiburi? Hata mimi ukiambiwa una kiburi nakatoa wewe, umeonaje wewe? Hali ya kiburi ni kujiona unaweza. Unajiona wewe ni bora kuliko watu wengine. Kiburi, kujiinua. Inawezekana kiroho hicho kiko ndani yako, kikazuia baraka za Mungu ambazo Mungu amekusudia kuzimimina hapa magharibi. Na mtu mmoja tu anaweza akazuia lile pipe na kutoa baraka zetu. Lisi tumwagie baraka. Leo tunasema kwa jina la Yesu, toka. Toka kwa jina la Yesu. Na utatoka na baraka zitamiminika na hakuna atakayeziba tena. Maana ukiziba hilo bomba kuanzia leo, nguvu za Bwana zitakupiga. Bwana Yesu asifiwe. Maana watu wa Mungu wameamua, wamesema hawataki tena kabisa kuishi juu ya laana, bali wazame katika baraka za Mungu ambazo ni haki yao. Bwana asifiwe sana. Laana zinadumu kwa sababu ya migawanyiko. Na shetani akitaka kuwapiga, anawatawanya kwanza. Na nyinyi najua wafugaji, kama simba anataka kula mnyama katika kundi, anatawanya kwanza, anawakimbiza. Nyinyi mnajua? Anawakimbiza mkichanganyikiwa, yule anachanganyikiwa na issue ya nguvu. Ndio unafanyaje? Unakamata. Ndio tabia ya shetani katika kusanyiko la Mungu. Usharika wa magadini unaweza iga miaka 25. Si kweli? Miaka mingapi? 50. Miaka mingapi? Yaani manake mwaka huu ni wa Jubilee. Miaka 50. Haiwezekani. Wamejana nako leo basi. Leo ni basi. Katafuta sharika zenye miaka 50 uone zina kitu gani. Panda. Mchungaji. Chukua wazee wa kanisa. Fanya ziara zao, tafuta sharika wenye miaka 50. Muone unafananaje. Alafu mrudi nyumbani muangalie sharika unafananaje. Haiwezekani. Lazima Bwana leo afanye kitu kipya. Amen. Amen. Lakini jambo lingine ambalo linasababisha ni kutokutubu. Unajua kila Jumapili tunaungama dhambi zetu. Ni kweli? Kila Jumapili, hata leo tumeshaungama. Lakini ndani kwa kikishie kuna watu ambao wako hapa wameungama dhambi zao, lakini hawajatubu kabisa. Kwa nini? Hawajadhamiria kabisa kuacha walichokiungama. Hawajaamua. Na hawa ndio wanaoturudisha nyuma. Maana amesema ninatubu dhambi zangu zote nilizozifanya. Kwa nini? Kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Lakini umesema maneno tu. Hivi ukisema wewe ni mzungu,
Ukianza sema kuanzia asubuhi mpaka jioni, mimi ni mzungu, 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 utakuwa mzungu? Jamaa nakuuliza, utakuwa mzungu? Utakuwa mzungu. Ni sawa sawa na kutubu dhambi bila kugeuka. Unabaki pale pale. Unabaki pale pale. Nataka niwaambie, tusipotubu katika roho na kweli na kugeuka, hakitatokea kitu. Nataka niwaambie, lazima kukubali kugeuka na kusema, Bwana nisaidie nigeuke kabisa. Amen. Niwe mtu mpya kabisa. Na pale ndipo ambapo Mungu anaweka nguvu yetu. Na nikwambie, sisi wote ni wadhambi. Tunapungukiwa na utukufu wa nani? Mungu. Tunahitaji wote kabisa bila kubaki hata mmoja kuanguka magoti. Pale mwisho nitakuombea ujazo wa Roho Mtakatifu. Ili Bwana kujaze nguvu zake. Usiwe mtu wa kawaida tena. Watu washangae nguvu zitakazotoka ndani yako. Sisi sio watumwa kwa sababu tumepokea Roho. Nilikwambia, kilichozaliwa kwa Roho ni Roho, na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Kinachokufanya uwe kama ulivyo inategemea una roho gani. Ni roho gani uliozaliwa nayo ndani yako? Wewe unajua kuona mtu anafanya biashara inakufa, analima shamba havuni, anafuga mifugo haiongezeki. Unashangaa wengine wanaongezeka tu. Ni kitu gani kinatokea kwake? Inategemea roho ulionayo. Kama una roho ya Kristo, roho ya mafanikio, lazima baraka za Mungu zionekane kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakulazimishi kukunyang'anya mzigo ulionao. Ndio maana katika ibada hii kuna watu wataondoka wakiwa huru, lakini kuna ambao wanang'ang'ania mizigo yao, wanataka kuondoka nayo bado. Ngoja ndio bado ni wewe. Mwambie ni wewe. Katika Mathayo 11:28 na 29, maandiko yanasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini. Mtapata nini? Raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Hata leo, hata sasa, Yesu anataka kubeba mzigo ulionao. Anataka kubeba mzigo wa laana uliobeba kwa miaka mingi. Anataka kubeba leo. Je, uko tayari? Na ameahidi, amesema utapata raha nafsini mwako. Ishara ndio kwamba ametua mzigo wako, utapata raha katika nafsi yako. Aliyetoa shukrani yake kwa ajili ya toba hii, neema yako isipungukie kabisa katika maisha yake. Naomba hivi na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Amen. Wimbo huu kwangu ni wa shukrani. Tukupe sifa, tukuzo pia na ya sifa, kwa yote yaliyo mema uliyoyatenda kwangu.
kwa njia ya ibada na maombi. Alipoambiwa ya kwamba siku zako za kuishi zimefika mwisho, Hezekia alilia, aligeukia ukutani akamwomba Mungu, Mungu akamsikia. Hezekia, na wewe ndugu yangu, ukimwomba Mungu, Mungu atakusikia. Lakini ukinitunza sema